Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe, kanisa la Bwana. Tunaangalia namna Mungu anavyomtafuta mwanadamu. Tuliangalia mfano wa Yakobo, namna aliyopoteza mahusiano na Mungu. Kwenye kitabu nilikisoma cha Mwanzo sura ya 28, Mungu anamwahidi Yakobo kwamba nitakuwa pamoja na wewe popote uendako, nitakubariki, uzao wako utaongezeka sana. Lakini pamoja na ahadi za Mungu, huyu Yakobo akaenda katika nchi alikokuwa akielekea. Biblia inatuambia kwamba baada ya kufika kule, Yakobo akafanikiwa sana. Akapata wanyama wa kutosha, akapata mifugo ya kutosha, lakini Yakobo huyu akapata na wanawake wawili. Akarudi tena katika nchi yake. Biblia inatuambia alipokuwa akirudi, Yakobo akafika njiani, akajiuliza maswali mabaya kwamba nitaingiaje katika nchi ya baba yangu? Yule Esau akiniona itakuwaje? Yule Esau akiniona itakuwaje? Ataniua kwa sababu nimemnyang'anya urithi wake. Yakobo akawaza vibaya, ameenda mbele. Mungu akamtia moyo kwamba Yakobo, nitakuwa pamoja na wewe, nenda. Yakobo akakumbushwa na Mungu ahadi yake. Baada ya kufika kule, Yakobo amefika njiani. Yakobo akapoteza tena mahusiano na Mungu. Baada ya kumuona kaka yake, akamwambia kaka yake kwamba nilipokuona uso wako nikakufananisha na uso wa Mungu. Yaani kana kwamba nimemuona Mungu. Yakobo akapoteza tumaini, akamwogopa mtu, akamwogopa binadamu, akaachana na mapenzi ya Mungu. Hofu ikaingia ndani yake. Licha ya kwamba moja kaka yake hakuwa na ile wazo, Yakobo akaingia, akaondoka, akaenda nchi nyingine, akaenda kujenga huko hema, akaishi huko. Madhara gani ya kwenda kumpata huko? Kikaenda kumpata kitu kibaya huko. Watoto wake wakajiungamanisha na miungu ya kigeni, wakaanza kuabudu miungu ya kigeni. Kwa nini? Kwa sababu Yakobo ameacha kukaa katika kusudi la Mungu, ameacha kuenda kule ambako Mungu alitakiwa aende. Amesahau ahadi ya Mungu, ameenda kule mabaya, akaenda kumpata. Lakini huyu Yakobo, Mungu anamtokea tena. Yakobo anatubu, anarudi tena, Mungu anampokea, anamwambia twende. Anakuja Betheli, kule ambako Mungu alimwambia akae. Huyu Yakobo anatukumbusha jambo la pili katika kitabu cha Luka, habari ya mwana mpotevu. Amen. Habari ya mwana mpotevu. Yesu anasimulia kisa cha mwana mpotevu. Anasema alikuwa bwana mmoja, alikuwa na watoto wawili. Mmoja akaomba urithi kutoka kwa babake. Huyu alikuwa ni mdogo. Unajua wadogo, nikatafakari nikasema hapa shida ni tamaa ya mali. Akaona kwamba hapa mimi mdogo sitafaidi mali za baba. Huyu kaka kwa taratibu ya Kiyahudi walikuwa wanarithi mkubwa, ndio anapewa uwezo wa kumiliki mali za baba yake, anapewa kiti cha baba yake, anapewa urithi wa baba yake. Huyu akasema habari, akasema hapana, mimi hapa sitambulia kitu. Kaka ina maana akawe mrithi, alafu mimi nitapata nini? Huyu baba kifa, huyu kaka hata nikumbuka. Hata wewe leo hii una mawazo hayo. Hata wewe una mawazo hayo leo. Umewaza mali nyingi za wazazi wako kwamba mimi nitapata, na leo hii imekuwa jambo baya sana kwa nchi yetu, mpaka sheria zimetungwa kwamba sasa serikali isimamie mali zigawanywe pasi kwa pasi. Nini? Tamaa ya mali. Halo? Tamaa ya nini? Ya mali. Mpaka leo hii watu wanauana tamaa ya mali, watu wanachinjana tamaa ya mali, watu waongei tamaa ya mali, kwamba kwa nini haya watoto mkubwa wanapata vingi kuliko sisi? Watu wanauana, watu waongei, watu wasalimiani. Ikiwezekana, ninavyojua, ninavyoelewa, mpaka leo hata makanisani tunao watu wa namna hiyo. Halo? Halo? Hata makanisani waliookoka, waliomaliza maisha yao, waliokombolewa, bado wana tamaa ya mali, bado wanalilia urithi wa wazazi wao, bado hawamtafuti Mungu. Halo? 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 Hatujaitiwa mali za ulimwengu, tumeitiwa mali ya mbinguni. Haleluya! Tunayo mali isiyoharibika, tunayo mali isiyoharibika.
Ndio maana Yesu akasema sadaka yako ilipo ndipo na moyo wako ulipo. Kwa nini? Kwa sababu duniani kuna uharibifu, duniani kuna tamaa. Hata kama ungepewa mali zote hazitakusaidia chochote. Hata kupewa ulimwengu wote urithi wako hautakusaidia. Halo, watu wamewacha kumwabudu Mungu, wanawaza mimi tunaenda kwenye kikao mwezi wa 7, tunaenda kwenye kikao mwezi wa 10, mbaya lazima nikapata na mimi nikambulie, na mimi nigawiwe mali zangu. Sikukatazi kwenda kupewa haki yako kama wamekusudia kugawa kwa halali, kwamba na wewe upate mali yako halali yako, ni kweli, lakini sio chanzo wewe kudai mali. Halo, unajifanya mjuaje? Unasema haki yetu bwana, unatuna mimi nitawaongoza, lazima nipate mali zetu. Kwa nini yale zote mali zote? Tena utashangaa hata tangu baba yako yuko hai, ukuwahi akikwambia tule amka tule shambani, ukuwahi kwenda hata siku moja? Kitu hivyo. Lakini amekufa sasa, kumbe alikuwa anataka tumali afe, alafu ndio ulisi. Fanya kazi. Halo, fanya kazi, tafuta vyako. Umeshinda vya duniani, tafuta vya mbinguni basi. Halo, acha kung'ang'ania mali hizo, utakufa muda si wako. Huyu kijana akadai mali kwa wazazi wake. Baba alikuwa mwema, akasema kananipigia kelele sana akasumbufu kananikosesha usingizi ngoja nikatoa kakatafutie mali zake. Akamtupa mali, nenda kijana, nenda katafute. Ameenda huko, Biblia imesema wazi, ameenda kukaa akaanza kula kwa anasa, akaanza kujichanganya. Mwenye pesa ni yeye, zungusha kama tulivyo. Piga kile kikali, piga. Anakwambia analala baa, asubuhi anamkia, akamwambia funga mlango, tutaonana kesho. Ushuhuda wa kijana yule wa kule Mkenya mmoja, anasema kama alikuwa mlevi typical. Yaani wale walevi, anasema ifika mahali analala baa, afika kipindi wenye baa anafunga, anamwambia fungeni tu mtanikuta kesho. Analala baa, anasema fungeni mtanikuta kesho. Asubuhi wanamkuta amelala hapo, baridi yake, mvua yake, mbu ya kwake. Kesho wanamkuta anakuja kufagia, anamkia baa, anambia nipe tena kali moja. Anaendelea. Ushuhuda ule umenibariki sana. Akafika mahali kwamba, lakini siku moja akakutana na Yesu. Haleluya! Siku moja akakutana na Yesu. Alipokuwa akimbia kwenye jioni za kanisa, amefika mahali amekata tamaa, akasema siku ile ni mkesha wa Krismasi. Wasema ukimpata Yesu umepata vyote. Akaangukia kwenye uwanja wa kanisa, ndani kuna mkesha. Injili ikahubiriwa, akaja kanisani. Ndio maana mara nyingi unaonaga mchungaji wenu wanakujaga walevi siku ya mkesha hapa, wanakuja kutubu hapa. Mnaangalia vibaya kama hivi, huyu ni wa nini huyu? Na mchungaji anapata shida. Unamjui huyu? Na namwambia na huyu. Mbegu inapandwa. Haleluya! Hata kama amelewa totoro, hajui kitu tena. Neno la Mungu linapenya, linaingia kwa ndani na kufanya marekebisho. Siku moja huyo atakuja kwa mchungaji, anabadilika, anakuwa mwinjilisti huyo. Yule kijana siku ni mchungaji, lakini aliangukia kanisani, alilala nje ya uwanja wa kanisa. Leo hii mtumishi wa Mungu mzuri sana. Kwa hiyo huyu kijana mfano wake ni kwamba akataponya mali, akala kwa anasa, lakini siku ya mwisho baada ya uharibifu wa dhambi akagundua kwamba nimepata madhara, nimepoteza kila kitu. Nifanye nini sasa?
Biblia inasema akazingatia moyoni mwake, akasema nyumbani kwa baba yangu kuna watumwa wengi, wanakula wanasaza, kwa nini sirudi nyumbani kwa baba yangu? Akazingatia moyoni mwake, nirudi kwa baba. Akasema nitaenda kwa baba, bora nikawe mtumwa wa baba, nikawe kibarua kubeba matofali kwa baba, narudi kwa baba. Akaja kwa baba. Alipofika kwa baba, maamuzi ya muhimu sana kwenye maisha ya wanadamu. Amen. Unaelewa? Maamuzi, kuzingatia. Amen. Maamuzi sahihi, kuzingatia maamuzi sahihi. Kukumbuka ahadi ya Mungu ni nini? Kwa Mungu anasema katika Mathayo sura 11:28 anasema, njooni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Amina. Kama Mungu anasema njooni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha, kwa nini uendelea kubaki dhambini? Halo? Kwa nini uendelea kubaki dhambini? Ninaamini upo wewe mpendwa unasikiliza kwa njia ya mtandao. Upo wewe umeketi hapo unasikiliza kwa njia ya mtandao. Bado Mungu leo haja na wewe. Bado Mungu anakupenda. Haijalishi ni dhambi gani ambayo umekosea, Mungu anakupenda. Mungu anakujali. Zingatia moyoni mwako. Rudi kwa baba. Omba msamaha. Rudi kwa baba. Kaombe msamaha. Inawezekana kabisa kwako leo ikawa siku yako ya msamaha kwa Mungu. Mungu akakurejesha tena, akakupokea tena. Hajalishi ni mlevi, hajalishi ni mtabangi, hajalishi ni mtendakazi kiasi gani, hata dunia imekuchoka, Mungu anakupenda. Nisikilize kanisa, unayo nafasi ya kuangalia wapi umekosea. Zingatia moyoni wako, jambo gani nimekosea kwa Mungu? Lakini pamoja na kukosea, nimezulika kiasi gani? Nimepoteza kwa kiwango gani mapenzi ya Mungu moyoni mwangu? Zingatia moyoni mwako, kurudi tu. Huyu kijana akazingatia moyoni, akasema ninarudi kwa baba. Kama andiko letu linasema kwamba Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake na kwa wanadamu. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake kwa wanadamu. Anaposema njooni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mzigo, si kwamba Mungu atakuacha, atakufukuza utakaporejea. Nisikilize mpendo. Paulo anamwambia Timotheo, waraka kwanza wa Timotheo sura ile ya kwanza mstari wa 15. Anasema ni jambo, tuisome hii. Zingatia sana andiko hili, linanibariki sana moyoni mwangu. Njoo kanisa ile nisome haraka sana. Wa kwanza Timotheo sura ya kwanza mstari wa 15. Waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya kwanza mstari wa Biblia inasema ni neno la kuaminiwa. Ni neno la kuaminiwa. Tena stahili kukubalika. Neno kabisa. Yesu alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza wao ni mimi. Lakini kwa ajili hii alipata rehema. Lakini kwa ajili hii alipata rehema. Ili katika mimi wa kwanza audhihirishe uvumilivu wake wote. Yaani katika kwa kupata kwa rehema, ili katika mimi wa kwanza Yesu Kristo audhihirishe uvumilivu wake wote. Anasema niwe kielelezo kwa wale watakaoamini. Asante sana. Hapo niwe kielelezo kwa